Nilika 2 years. Ukilea mtoto wako? Nikilea mtoto. Sasa unachana? Nimeshakuwa mwenyewe sasa. Pro. Sasa kuna dili yenye nilikuwa kuna jamaa na chat na yeye na mkula tu ile pesa, waelewa? Huyu jamaa akanifanyia unyama. Akaona huyu sitaweza mpata ananikula pesa, na mimi sasa kazi yangu niyo kilipigia. Sitaki kukuuliza namba ulipata vipi, Mimi nilikuwa siulizi, nasema Zare ndo hii, acha mimi nijitoe niende. Niliitwa Ukunda. Nikaenda hadi Ukunda. Kufika nikapata huyu jamaa mwingine akaninunulia pombe, tukaelewa na bei. Kufika kwa room sasa hakuwa peke yake. Alikuwa paka na yule mwenye alikuwa nikimtapeli. Akaniambia itabidi tusavuto wawili. Sikudanganyo, hiyo siku kama ni ukimwi ningepata. Cause hakuna mwenye alinichapa na trust. Hivyo kafika. So ikawa ni kulipisha wanakulipisha? Walinilipisha. Na kitu kibaya zaidi hapo nikashika mimba. Yote ndo nilijichukia kabisa. Au sasa una mzazi mwenye sasa utaenda umlilie juu mamangu ashafariki. Ukuta sasa kwenye hii dunia wajiona uko peke yako. Ile kuhustle wasikia uchungu niende tena. Ukijipima una mimba, ukimwi nashukuru sikupata. Nashukuru hapo nilijaribu kutoa hiyo mimba. Kakula madawa, mabeshte zangu ananiambia kuna dawa ya kienyeji, chemsha na bleed nusu kukufa. Namaliza wiki 2 nikienda kupima tena kuna mimba. Kabidi nile mimba na nifanye kazi nikiwa na mimba yangu. Lakini kuna wase wenye ukienda hii tumbo nayo. Ulikuwa unaingia street na boy? Niliingia nayo. Sasa mtu ananikataa namwambia sasa hata ukinikataa niko na mwingine kwa nyumba. Fanya tu unilipe. Wapata mtu anakuuliza na baada uko na wazazi. Kuna mjama mmoja alishindwa. Akanambia chukua hii 3,000 wetu unaenda kwa nyumba. Usikuje hivyo ukiwa hivyo. Nilijichukia sana. Labda tukirudi pale nyuma, hawa wanaume ambao walikufanyia hivi, ulikuwa na uwezo wa kuweza maybe kuwashtaki, maybe kufuatilia na? Nilijaribu lakini serikali yetu ni paka pesa. Na ni watu ambao ulikuwa unawajua? Huyu jamaa mwenye alikuwa nikichat naye nilikuwa namjua. Kabla utoke kwa ile nyumba asubuhi walikuambiaje? Ulipewa pesa nyingine ama ilikuwaje? Na nini ambacho hiki walikuwa wanakufanyia wote wakiwa wawili? Kiajane. Nasema hiyo sasa wote wawili wakati uliingia pale ukakuta sasa wako pale wawili. Nilipoingia mmoja alikuwa kwa choo. Tukapiga story na mmoja akaniuliza wamjua Kim? Nikajidaisha Kim gani? Akaniambia Kim mmoja. Haujui ni rafiki yangu. Nikashtuka. Sema nyinyi mademu wa Mombasa mwapenda kukula watu. Na sasa hii leo Kim atalipa tu pesa yake. Venye huko hivi. Kim analipa pesa yake na hata mimi utalipa credits zenye nilikuwa nikikutumia. Si ndio jamaa sasa anatoka kwa choo. Utafanyaje? Mwili sasa kusheka. Yaani huyu ashakuchapa kimwaga. Huyu mwingine naye hata ngoji upumue. Waelewa? Kwa ufupi sijui mtoto ni wa nani. Kwa hao watu wawili? Sijui. Asubuhi ilipofika unaanzia wapi? Unatokaje? Walikutoa ama ulijitoa mwenyewe? Nilijitoa mwenyewe, ilikuwa hawashatoka. Na malipo? Walikuwa wameshalipa. Lakini malipo yangu ndo hawakunilipa. Unanielewa?
Malipo yangu hawakunilipa. Wao walijilipa kwa ile pesa yenye nilikuwa nikikula. Oh, ile yenye ulikuwa ukikula. Safari ya kulea mtoto, uko street na unalea mtoto na uko na mwingine ambaye ako kwa tumbo anakuja. How was it? Ni ngumu. Saa zingine unasikia ile mimba, kila mimba inakuja na uchovu wake. Sometimes unajisikia uende huko, harufu ya pombe na uitaki. Aya, ukifanya hivi kelele nazo zitaki, umepata client, waetoka tu na hivi vizuri, ukifika pale umemkasirikia. Mwanzo akianza kukushikashika wasikia ushike hii umunyonge hizo vitu zake. Lakini ukiimagine tena huku nyuma, niko na mtoto, alafu pia hapa natafuta pesa ya maternity. Waelewa? Kuna mwingine nilimwambia akiwa nukia, nini funganga mdomo. Funga mdomo. Ni kama Mungu aliniona mimi ni yatima, akaniletea. Kwa hiyo plot yenye nilikuwa naishi, kukatoka jirani mmoja, nikaletwa mama mwingine. Huyo mama sasa alikuwa kama mamangu. Yaani ni mkombozi wangu. Hiyo siku nilitoka, nikamseka bidi nisiache tena mtoto kwa kulipa pesa. Akanambia niletee huyu mtoto. Room yangu, room yake. Nitakuwa nakaa naye, lakini kwa hivi venye umefikia, maana nilimweleza matatizo yangu. Ufai kuenda, nikamwambia hapana, lazima nitoke ndo nyinyi pia mkule. Lakini ule mama hakuridhika. Akanambia hapana, sasa wewe umeshachoka. Nikamwambia hapana mama, acha niende. Huyo mama anaitwa Halima. Penye yuko yani, akijua nampenda sana na namshukuru sana. Hiyo siku nilitoka akanibless kama mtoto wake. Nikaenda. Nikapata jamaa alikuwa Mkisii. Tukaingia kwa gari akanipeleka place. Hiyo place niko Mombasa lakini hiyo place sijui. Hata ningeambiwa na polisi turudi ile place singejua. Tukaenda naye huko. Tena alinitumia hata kujali kiumbe chenye kiko kwa tumbo. Na pesa basi ni kidogo sana. Mwenyewe hiyo kulipa pesa kidogo. Yataka ndo akutumie. Paka kusikia huko chini kwa akamutu. Hata usikie kukanyaga hivyo asikie kama uliraruka. Hakujali, alinitumia rafu na yani na ile kuchapa, kuspank. Na hetu akisi by them tansame. Alinitumia rafu. Saa 10 akanambia yeye yatoka. Manake alikuwa na familia. Akanipea 1400. Nikijitayarisha kutoka paka hapo, paka anafanya kuuliza nachukua bike wapi, ni wapi, nauliza wale watu wa guest. Wananishangaa kwani huyu vipi? Leo wewe unasikia mtu tu ya kuongelea, na una mimba hata iko karibu kuzaa. Na bado hivi na hivi. Nikaoneshwa kwa bike, kupanda bike nikaambia, nasikia kama kiuno ya ngoka. Mimi siwezi kwa sababu ile kazi yenye nimefanyishwa nilikuwa najua ni ile kazi yani ule mtu amenifanyisha. Nikamwambia hebu shuka kutopisha kwanza nipumzike kidogo nikae chini. Kuamka hivi nikashindwa kwani nimejisusu. Maajili ya uzazi sasa. Na sina leso. Mwenye beka akanambia hapana mimi siwezi kukubeba ukiwa hivi. Nikamwambia tafadhali nisongeze hadi nifike barabarani juu huku pale kuna msitu nyingi. Mimi sikujui ni wapi. Akanambia hapana hiyo ni risk. Wewe nikuzaa akakuzaa. Basi nikamwambia fanya favor. Chenye nikono nikampa 400. Chukua hii nitie hata kama ni tuktuk. Wakanitia tuktuk. Uzuri nilikuwa na namba ya Halima sasa. Ya huyu mama. Nikampigia akalia. Akanambia uko wapi? Nikamwambia kwenye niko mimi sikujui mpaka nikishatoka barabarani ndio nitajua ni wapi. Uzuri mwenye tuktuk akakuja lakini siumu ile pain. Unajua kuna ile mtoto wangu wa kwanza niliumwa kelele lakini inaumia.
tuku kwa kiuno na maji yanapasuka. Lakini huyo mwenyewe ananiambia ni maji ya uzazi, mimi nasema si maji ya uzazi, sababu najua labda ni yule mpumbavu venye amenifanyisha show, yani hakunihurumia kama nina mimba. Ananitaka kunienua. Kaambia basi utanipasua msamba. Kwa polepole. Ndio mwenye tuktuk akanibeba nikapelekwa hospitali nyingine ya Yoshua. Yoshua kuniweka mikono hivi akasema hapana. Haezi, mtoto amepupulia kwa tumbo. Mimi siwezi zaa normal. Nikapiga lima. Akakuja wakanipeleka hospitali. Nilikuwa na ile Linda Mama, na ile kadenye unaenda clinic unapewa Linda Mama kwenda Makadara. Yeye ndo alinisainia. Nikafanywa operation. Mtoto akatoka na operation? Kwa sababu ilikuwa shajisaidia kwa tumbo. Nakumbuka nina 1000 sababu ile 14 kwenye ile 1400 nimetoa 400 kumpa ule mwenye anitie nini tuktuk, na tuktuk kunipeleka kwa Yoshua ikaniacha venye nishaingia hospitali ikaenda na ile 400. Waelewa? Sasa Lima kutoka hapo kwetu na kwa Yoshua si mbali. Akakuja ndo sasa Yoshua venye alinikataa anasema pale hii siwezi za normal nipelekwe hospitali kubwa. Ndo sasa huko mbele nilienda na huyo mama. So tuseme kwamba action ya huyu jamaa huyu ambao unasema kwamba mlikuwa naye inaweza kuwa hiyo ndio ilisukuma ukazaa mapema, au wakati wako ulikuwa umefika tu ile normal delivery? Sikufika sha. Manake at least ingefika tuseme miezi 8. Miezi na miezi 7. Huyu mtoto ulizaa na miezi 7? Miezi 7 kwa sababu hata yenyewe hiyo time ungeza tu na miezi 7. Kuna watu walibarikiwa, yani ushaenda pale ukaogopa sasa huyu siadhani. Yani nilikuwa naogopa. Pole sana. Yani stamani nina watoto wa kisichana. Stamani kabisa watoto wangu wapitie maisha yenye mimi nimepitia. Naomba Mungu sana wasome wapate maisha mazuri. As long as nilikuwa isijagiza. Watasoma. Amen. Watasoma. Right. Na wao watakuja kunisaidia siku. Shida zenye nimepitia sitaki hata mtoto wangu apite. Now, umepata mtoto, maisha sasa inaanza tena vipi? Najua sasa maisha imechukua mkondo mpya. Mkondo mpya sababu una miezi 6 kuguza kile kidonda. Huyu mama akakuwa alinishika mkono. Akanichukua rasmi sasa kama msichana wake.